nini Mungu anataka kwako 2026? Nini Mungu anataka kwako mwaka huu wa 2026? Msingi wa ujumbe wangu unatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 10:12 mpaka 13. Nitasoma. Na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Yaani kwako Mungu anataka nini sasa? Ndio naulizwa wewe, ndio naulizwa mimi. Nijue ni nini Mungu anataka kwenye maisha yangu. Ni nini Mungu anataka kwenye maisha yako. Amen, watu wa Mungu. Na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako ila umche yeye. Umche Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Kwa tunaona nini Mungu anataka kwetu 2026. Mungu anataka umche yeye. Amen. Nini Mungu anataka kwenye maisha yako? Anataka umche yeye kwanza. Kimcha Mungu ni wewe kuwa na mahusiano binafsi. Amen. Kwa hiyo haja ya Mungu kwenye maisha yako ni wewe kuwa na mahusiano naye kwanza kabla ya mambo mengine yoyote yale. Yaani Mungu anataka mahusiano yako na wewe yawe mazuri. Na huwezi ukamcha Mungu kama huna mahusiano mazuri na huyo Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Wao 2026 kwenye maisha yako Mungu kitu anachokitaka kwanza kwamba umche yeye. Uwe na mahusiano binafsi na yeye. Ni kweli tumetafuta kuwa na mahusiano na watu wengine, sawa. Lakini hicho kisiwe kipaumbele kwanza. Amen. Haleluya. Haleluya. Tafuta tafuta kwanza kuwa na mahusiano na Mungu binafsi. Imche Mungu kwenye maisha yako. Hicho ndio kipaumbele cha Mungu kwenye maisha yako. Mungu anataka umche yeye kwanza. Hayo mali na vitu vingine vinakuja baadaye. Mungu kwanza kwenye maisha yako. Mtafute Mungu kwanza kwenye maisha yako. Hiyo ndio haja ya Mungu kwenye maisha yako. Baba, mwanadamu, Mungu anataka umche yeye. Na huwezi ukamcha Mungu kama huna mahusiano na huyo Mungu. Amen. Kumbe sasa ni muhimu kutafuta kuwa na mahusiano na huyo Mungu kwenye maisha yako. Tafuta. Ndio usalama wako. Haleluya. Haleluya. Sikiza, Mungu ametutoa 2025 kuja 2026. Lengo lake Mungu kwanza tumche yeye. Amen. Ninajua kweli una mikakati mingi ya kufanya mwaka huu. Haleluya. Hakuna ambaye hana mikakati, ni watoto wadogo tu ambao labda hawana mipango au mikakati wafanye nini. Lakini mkakati wa kwanza kwenye maisha yako Mungu anaohitaji ni kumcha yeye kwanza. Kwamba mtangulize Mungu kwanza kwenye maisha yako kabla ya mambo mengine yeyote yale. Nini Mungu anataka kwenye maisha yako? Cha kwanza umche yeye. Hilo ndio Mungu anachokitaka cha kwanza. Cha pili, anataka uende katika njia zake. Tembea katika njia ya Mungu. Ila hii njia imesongwa. Hii njia ni nyembamba ya kuendea ule uzima. Sasa Mungu anataka upite kwenye njia hiyo ili uwe salama, ili ufike ile Mungu amekusudia. Sikiliza, usipotembea kwenye njia Mungu aliyokusudia hutofika.
Siku moja tulikuwa tunatembea tunaenda shambani na mtumishi wa Mungu. Sasa mimi nilikuwa ni dereva, nikapotea njia. Nikapotea njia. Huyo! Nimefika mbali. Na mzee, hii huku tunaenda wapi? Dereva amepotea. Dereva nilikuwa nimepotea njia. Sasa ukipotea kwenye njia ya wokovu huwezi ukaenda mbinguni. Haleluya! Mungu anataka upite kwenye njia yeye aliyoikusudia upite. Usitafute njia yako, itakupeleka pabaya, hautafikia malengo. Pita kwenye njia ya Mungu. Na ni nyembamba, imesongwa songwa, ina tabu nyingi, ndio, lakini pita hivyo hivyo, usiogope. Hello, haleluya! Nini Mungu anataka kwako ili ufike kwenye hatima ya maisha yako? Mungu anataka upite kwenye njia aliyoiweka. Mungu anataka upite kwenye njia anayokuelekeza, ndipo utafika. Sikiliza, usipopita kwenye njia ile Mungu anayotaka kufika, nataka nikwambie hutafika hapo Mungu amekusudia ufike. Haleluya, haleluya! Utapoteana njiani, na sio kupotea tu, itaishia pabaya. Pita kwenye njia ya Mungu, ndicho Mungu anachotaka kwenye maisha yako. Pita kwenye njia ya Mungu. Ukipita tu kwenye njia ovyo ovyo, usifikiri utafika. Unajua pale ina ng'ombe wa kisasa. Sasa li ng'ombe la kisasa ukilifungulia ni shida. Linaanza kurukaruka. Linaenda, kuna shimo lenyewe linaruka tu. Kuna shimo hapo linaweza likaingia. Linarukaruka ovyo ovyo. Bado lifunge kamba tena, ulilete kwenye zizi ndio litakuwa litasa. Lakini ukiliacha linarukaruka kule, kuna misumari, kuna moto, litaingia tu. Usirukeruke wewe. Haleluya! Usirukeruke. Tembea kwenye njia ya Mungu. Usiache njia ya Mungu. Njia ya Mungu ina uzima wako, ina hatima yako. Acha kurukaruka. Acha kuruka. Simama, tulia kwenye njia ambayo Mungu anataka uipite. Haleluya, haleluya, haleluya! Kuna malengo nayo, ndio, lakini ufike kwenye malengo hayo ulionayo, kubali kupita kwenye njia ya Mungu. Nini Mungu anataka kwako? Anataka upite kwenye njia anayotaka upite yeye. Usitafute njia yako, usitafute unayoyataka wewe. Tafuta yaliyo mapenzi ya Mungu. Hayo yamebeba uzima, hayo yamebeba afya yako. Nini Mungu anataka kwenye maisha yako? Anataka utembee kwenye njia ambayo anakuelekeza kwamba mwanangu, nataka upite njia hii. Mwanangu, nataka uelekee huko. Pita hivyo hivyo. Pita. Ni kweli naumiza, ni kweli naumiza, inaonekana pita kwa sababu ndio njia ya Mungu. Wewe pita tu. Haleluya, haleluya! Kile wokovu haujawahi kuwa rahisi. Njia ya kwenda mbinguni haijawahi kuwa rahisi. Ndio maana Yesu mtu akitaka kunifuata abebe msalaba, ajikane mwenyewe, kisha anifuate. Amen. Kwa hiyo lazima kubali kupita kwenye njia hiyo. Mwingine atapita kwenye mateso makali. Amen. Yaani kwenye mateso makali humo ndio unakutana na Mungu, ndio unamuona Mungu. Haleluya, haleluya! Pita kwenye njia ya Mungu, usikatishe. Ukikatisha hatari. Ukikatisha au ukiamua kutoka, usifikiri nje huko ni salama. Sikiliza, nje sio salama. Salama yako iko kwenye njia ya Mungu. Amen. Ukitafuta njia yako sio salama. Tembea tu kwenye njia Mungu aliyoiweka. Mungu anayotaka upite, utafika kwa ushindi. Haleluya, haleluya! Hata kama ni kwa kuchelewa, lakini utafika, maana utakuwa ni wakati wa Mungu kwako.
Wakati wa Mungu ni bora kuliko wakati wako. Haleluya! Tafuta wakati wa Mungu kwenye maisha yako. Amen. Haleluya. Tembea. Nini Mungu anataka kwako? Anataka kumche yeye. Amen. Haleluya. Ni kweli unawaza kufanikiwa, unawaza mipango mikubwa, ndio sawa, ni sahihi, lakini hiyo mipango kwanza, kinachoanza hapo, anaanza Mungu kwanza, alafu mipango lazima ifuate. Amen. Usianze na mipango yako bila kuanza na Mungu aliyekupa uhai, aliyekuvusha. Anza na Mungu kwanza. Amen, watu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Nini Mungu anataka kwa watu wake 2026? Anataka watu wake watembee kwenye njia yake. Tembea tu kwenye njia ya Mungu. Amen. Sikiliza, unapotembea kwenye njia ya Mungu kuna nyakati hutaeleweka na watu. Haleluya. Haleluya. Yaani unapotembea kwenye njia ya Mungu kuna nyakati watu hawatakuelewa. Inawezekana ni marafiki zako wasikuelewe. Haleluya. Inawezekana ni ndugu zako wasikuelewe. Inawezekana wakawa ni washirika wenzio wasikuelewe. Lakini maadamu njia unayoitembea, unayoipita ni njia ya Mungu, usitafute watu kwanza ukuelewe. Tafuta Mungu kwanza akuelewe kwenye maisha yako. Tafuta kwanza Mungu akuelewe. Wanaowatoa watu kwa Mungu ni watu. Yaani watu watatumiwa kwa kutoa kwa Mungu. Sasa ukishikamana ukatafuta kuwapendezesha watu, utatoka tu kwa Mungu. Amen. Yaani utajikuta umetoka. Nini umetafuta kumpendezesha fulani? Hapana. Tembea kwenye njia ya Mungu. Hata kama leo hawatakuelewa, kesho watakuelewa. Kama kesho watakuelewa, kesho kutwa. Lakini hata kama wasipokuelewa, maadamu mbingu imekuelewa. Haleluya. Tembea kwenye njia ya Mungu. Njia ya Mungu. Wakati mwingine inakuwa ni njia ni ngumu kwetu sisi wanadamu, lakini ndio Mungu anataka tupite. Amen, watumishi wa Bwana. Haleluya. Ni kweli inakuwa ni ngumu wakati mwingine, lakini kwa sababu ndio njia ya Mungu amekukusudia wewe upite hiyo njia, pita. Usiogope, Mungu hajakuacha. Haleluya. Nasema Mungu hajakuacha. Usiogope yaliyoko mbele yako. Mungu aliye ndani yako ni mkuu kuliko hayo unayoyaona. Mungu ni mkuu kuliko hayo unayoyaona. Hivi atakushindia. Amen. Atafanyeje? Atakushindia. Ndio maana Biblia inasema usiogope. 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 Kwa nini tunaambia tusiogope? Kwa maana kuna vitu vya kutuogofya, si ndio hivyo? Si ndio hivyo watumishi wa Mungu? Kuna mazingira ya kutuogopesha, lakini Mungu anatuambia mwanangu usiogope. Niko pamoja na wewe mpaka ukamilifu wa dahari. Usiogope. Mimi ni Mungu wako niliyekutoa katika nyumba ya utumwa. Niko pamoja na wewe, nikuokoe, nikusaidie, nikupiganie. Haleluya. Wewe unaogopa tu. Usiogope mwanadamu. Amen. Haleluya. Haleluya. Nini Mungu anataka kwako? Mungu anataka umtumikie. Mungu anataka 2026 mtumikie Mungu. Haleluya. Unapopanga mipango yako, ipange hiyo mipango ishikamane na utumishi. Amen. Haleluya. Haleluya. Hiyo mipango unayoipanga iambatane na kumtumikia Mungu. Sikiza, haujavuka kwa jitihada zako. Haupo 2026 kwa nguvu zako. Mungu ana makusudi na maisha yako. Mungu ana makusudi na wewe. Haleluya. Mungu ana makusudi na nani? Na wewe. Sasa kusudi ambalo Mungu amekuvusha nalo kwalo, kwamba umtumikie yeye.
Unajua watu tunawaza tu maisha haya yanayo shida. Kila mtu anawaza kutoboa. Atoboe kwenye maisha. Sikiliza, haya yote ni kulisha upepo tu. Haleluya, haleluya. Huko kutoboa kwako hakutokusaidia kama huna Mungu. Kina watu wanaonekana wametoboa kwenye maisha haya, lakini wanateseka sana kwa sababu wanaishi bila Mungu. Ishi pamoja na Mungu. Panga kumtumikia Mungu. Mungu amekuvusha ili umtumikie yeye. Amen. Nini Mungu anataka kwako? Uzishike amri zake ili upate heri. Shika amri za Mungu. Mungu anasemaje? Amri zake zinasemaje? Amen, watumishi wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Yaani ndicho Mungu anachokitaka kwako. Zishike amri zake ili upate heri, manake ili ubarikiwe. Watu wanatafuta baraka lakini hawamtafuti mtu wa baraka kwenye maisha yao. Mtafute Mungu kwanza. Shika amri zake ili ubarikiwe. Soma huo mstari wa 13. Shika amri za Mungu. Mstari wa 13 Biblia inasema. Nitasoma kwa jina la Bwana. Amen. Kuzishika amri za Bwana na sheria zake ninazokuamuru leo upate uheri. Unaona hapo? Uzishike amri za Bwana. Lakini baada ya kuzishika unapata nini? Uheri manake nini? Baraka, si ndio hivyo? Haleluya. Sisi tunafikiri baraka, sikiliza, baraka zinakuja kwa kuishika sheria ya Mungu, amri za Mungu. Sio kwamba njoo nikuombea upate baraka. Unaweza kusema njoo nikuombea upate baraka, bado huko na uchawi, bado huko ni mwizi, bado huko ni mzinzi. Hajashika amri, anataka baraka. Hakuna. Mungu anachotaka kwanza, haleluya, wewe ushike amri zake ili baraka za Mungu zipate kukujilia automatically. Yaani kuna vitu vingine hata usipoombewa vitatokea tu kwa sababu umetembea kwenye njia ya Mungu. Umetembea kwenye kanuni za Mungu. Amen. Haleluya. Haleluya. Njoo upokee baraka. Huko ni mzinzi. Njoo upokee. Jana alikuwa na mume wa mtu, alikuwa na mke wa mtu. Baraka gani anaitaka huyu? Ni Mungu atakempa, sio? Haleluya. 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 Nini Mungu anataka kwa watu wake 2026? Ili wafanikiwe, ili wabarikiwe. Mungu anataka hawa watu washike amri zake kwanza. Ndipo baraka za Mungu zitawafuata, zitawajilia. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Njoo kuombea maombi ya baraka huku. Njoo kuombea. Sawa, nenda, lakini ukiwa umeshika amri za Mungu. Lakini kama hujashika amri za Mungu hutapata baraka kutoka kwa Mungu. Amen. Haleluya. Neno la Mungu halijipingi. Au Mungu hajipingi, akisema amesema. Shika amri za Mungu ili uzione heri za Mungu kwenye maisha yako. Heri za Mungu hazitakujilia usiposhika amri zake. Hazitakujilia. Shika amri za Mungu zote, sio moja. Zote. Sio moja. Zote. Ili heri Mungu aliyoisema ipate kukujilia 2026. Watu wengi hawataka kushika amri ya Mungu. Hawataki kushika amri ya Mungu. Kwenda mbinguni sio kazi rahisi. Inatakiwa kweli ubebe kamsalaba kako mwenyewe. Amen. Haleluya. Nini Mungu anataka kwenye maisha yako? Anataka umsikilize yeye. Anataka umsikilize yeye. Anataka nini? Anasema nini kwenye maisha yako? Ndicho Mungu anachotaka. Anataka wewe umsikilize yeye.
anawaambia wana wa Israeli, nisikilizeni mimi enyi watu wangu, niliyewatoa katika nyumba ya utumwa, niliyewatoa mikononi mwa Farao. Nisikilizeni mimi Mungu wenu. Watu wengi wamegoma kumsikiliza Mungu. Hapa ndio penye mtihani wengi. Sikiliza, ukikataa kumsikiliza Mungu, shida, mateso, kilio, mahangaiko. Ukikataa kumsikiliza Mungu ni shida ni mateso, ni kilio, ni mahangaiko. Ukikataa kumsikiliza Mungu ni shida, ni mateso, ni kilio, ni mahangaiko. Ukikataa kumsikiliza Mungu usifikiri utakuwa salama. Nilipokuwa nasoma, Mungu ameniita nikafanya utumishi, nikakataa kusikiliza. Mimi nikataka kuendelea na nini, na maisha, maana nilikuwa nafanya kazi serikalini, niendelee na maisha ya kufanya kazi serikalini. Nikaletewa jeneza hilo hapo. Si utaki kunisikiliza, hilo jeneza unaenda kufa, unaenda kufa. Nikakimbia kutoka Mbeya kuja Dodoma. Hizi ni habari za kweli. Amen. Unajua tunaposoma habari za Yona unaweza ukasema ni habari za uongo. Amen. Lakini ni habari za kweli. Jeneza hilo hapo, hakuna anayetaka kufa. Hakuna. Ikija simba hapo unaweza ukashangaa watu wanaruka madirishani, hata kama mzee wewe mama. Unaweza ukajikuta unaruka hapa. Anaokoa uhai. Ni kweli. Amen. Nikakimbia, alafu sina nauli. Nimekimbia kutoka nyumbani kwenda stendi. Stendi gari ilikuwa ya mwisho Nganga, kutoka Mbeya kwenda Iringa. Nikasimamisha eneo fulani Nane pale. Nganga huyo naye hataki kusimama, akakimbia. Nikamfuata na bodaboda. Mateso. Ukikataa kumsikiliza Mungu, nyuma yake yako mateso, iko shida. Ndio ukweli. Nikakimbia na bodaboda, imesimama eneo fulani Uyole. Nikaenda pale Uyole. Nilipofika pale Uyole, gari imesimama, wakasema gari imejaa. Wakatafuta kandoo kalita 10. Wakasema kama unaweza kaa hapo. Nikasema jamani, nitakaa hivyo hivyo. Wewe kumkataa kusikiliza sauti ya Mungu ni shida, ni mateso, ni kilio na mahangaiko. Msikilize Mungu kwenye maisha yako. Nikapanda hivyo hivyo. Nimefika njiani, sina nauli ya kufika Dodoma. Mtu mmoja akanipigia simu, Oscar, uko wapi? Nikamwambia niko njiani sehemu moja. Njiani huko Inyala. Nipo Inyala hapa, naenda Dodoma, lakini sina nauli. Sema una nauli? Haya, ukifika Iringa nipigie simu. Muujiza huo. Unapochukua hatua ndipo utakutana na muujiza wako. Usipochukua hatua uweze kukutana na muujiza. Haleluya! Ukikaa hivyo hivyo kuna mambo hayatatokea. Wako umechukua hatua, yaani hayatatokea. Hata kama unashusha moto hayatatokea. Wako umechukua hatua. Nimefika Iringa, nikapiga simu 50,000 kaingia. Muujiza huo. Haleluya. Nikafika Dodoma. Lakini nimefika Dodoma nilipigwa. Nimehalisha damu wiki nzima. Nikienda chooni, damu. Unayoisikia damu, hiyo damu unayoisikia wewe damu, au unayoiona, ndio nilikuwa naenda chooni natoa damu. Wiki nzima. Nini? Niligoma kumsikiliza Mungu. Nilikuwa kwenye matakwa yangu, yale ninayoyataka mimi. Kwamba tena nilikuwa na mawazo mazuri ya kibinadamu, kwamba nikitoka kazini serikalini saa 9 unakuwa umeshafunga, mimi si mwinjilisti, mimi nitakuwa nanunua kispika naenda kuhubiri mtaani. Kumbe Mungu hataki hata hicho ninachokiwaza. Kuna mambo na waza yanaonekana ni mema, lakini si ndio Mungu anayoyataka kwenye maisha yako. Unawaza yanaonekana ni mema, ndio. Hayo ni mema machoni pako, lakini mbele za Mungu hataki hivyo. Sikiliza, fanya kile Mungu anataka, ndipo penye usalama wako. Fanya vile Mungu anataka. Damu wiki nzima. Na uko nilikuwa napanga hamna shida, sinayo, ni kazi ya Mungu.
nitakuwa naenda nikitoka saa 9 tu nanunua speaker, alafu ndio nilikuwa naenda nahubiri mtaani. Kumbe Mungu hataki hiyo. Hayo ni mawazo yangu kibinadamu, si ni mawazo mazuri, na inaonekana bado nafanya ni kazi ya Mungu, si ndio hivyo? Lakini si ndicho Mungu anachokitaka. Msikilize Mungu. Soma hiyo Yeremia 7:22 mpaka 23. 22 mpaka 23. Soma mtumishi wa Bwana. Oh, wow. Mpate nini? Mafanikio yanakuja baada ya nini? Ya kusikiliza nini? Sauti ya Mungu. Mpate kufanikiwa, lakini unakuja kufanikiwa baada umesikiliza maelekezo, umefuata maelekezo. Mungu amesema na wewe, alafu unafuata yale maelekezo Mungu anayokupa, yamebeba mafanikio yako. Watu wengi leo wanataka kufanikiwa, lakini hawataka kufuata maelekezo Mungu anayowapa ndani ya kanisa. Sikiliza, uliyookoka hauwezi ukaishi kama maisha sawa na mtu ambaye hajaokoka. Amen. Haleluya. Sikiza, uliyookoka huwezi ukaijiishia tu kama mtu mwingine anavyoishi. Wewe utaishi kwa kufuata, kusikiliza sauti ya Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Ng'ombe la kisasa linarukaruka ovyo ovyo. Usiwe kama ng'ombe la kisasa linaloweza kuruka kokote kule. Yaani hata kama yako mavyombo hapo ni nyumbani, lenyewe wapi linaruka ovyo ovyo. Ng'ombe la hatari. Kama kuna katoto kadogo hapo unaweza kukuta kamevunja shingo. Hata wakubwa inabidi ukimbie. Likifunguliwa inabidi ukimbie, mtumishi wa Bwana. Maana linaruka tu, linaweza likakujilia mwilini. Usirukeruke. Fuata, sikiliza sauti ya Mungu ili upate kufanikiwa. Watu wengi wanataka mafanikio ndani ya kanisa. Sikiliza, mafanikio hayatakuja tu kwa kuombewa, yatakuja kwa kufuata maelekezo au sauti ya Mungu kwenye maisha yako. Jana hata kama unakuja hapa na kupiga fire ndio, lakini kama ufuati maelekezo Mungu anayokuambia, nataka nikwambie utabaki pale pale. Hakuna kitakachobadilika. Sikiliza, hakuna kitakachobadilika usipofuata maelekezo au sauti ya Mungu. Fuata maelekezo. Nini Mungu anataka ili ufanikiwe 2026? Mungu anataka usikilize sauti yake. Anasema nimewaamuru. Hivi kuamuru ni maana yake nini? Kwa amri. Yaani ni lazima, si ndio hivyo? Jamani, si ndio hivyo? Nimewaamuru. Maana yake tumelazimishwa. Wewe uliokoka utake usitake, umelazimishwa kufuata maelekezo ya Mungu. Imsikiliza Mungu ili ufanikiwe 2026. Fuata maelekezo ya Mungu. Watu wanataka maombi tu ya kudanganya. Pokea. Yuko Zambini, ametoka na wala yake, amekuja hapa. Pokea. Atapokea nini? Jana alikuwa na wala huyu. Atapokea nini? Pokea. Jana na wala mbezi huyu. Agora mwambia pokea. Apokea nini? Hakuna. Fuata maelekezo. Fuata maelekezo ya neno. Mungu anasemaje ili ufanikiwe? Sikiliza sauti ya Bwana Mungu wako. Yale maagiza kuagizayo leo, nitakapoyafanya, nitakapoyatimiza, ndipo utakapofanikiwa. Fuata maelekezo. Sikiliza sauti ya Mungu anayokuelekeza. Kama ni kazi, anataka kufanya kazi gani? Amen. Haleluya. Unajua maisha leo watu samani. Kila mmoja sasa anataka fungue frame. Mtaa mzima utakuta umeweka frame. Wote sasa kila moja frame. Sasa na frame imekaa hata miaka 3. Haina mtu.
haina mtu miaka mitatu, si hasara? Amen, haleluya. Au sasa amejenga fremu, amekaa mwezi mmoja ameacha. Angejenga nyumba ya kupanga hapo, hata angeweka ni chumba, angekuwa na uhakika wa kupata mtu. Haleluya, haleluya. Fuata maelekezo, usikopi maisha ya watu wengine. Una maisha yako unique. Haleluya, usikopi maisha ya watu wengine. Tumeshindwa kufanikiwa kwa sababu tunakopi maisha ya watu wengine. Unafanya mengine ambayo wengine wanafanya. Fanya kama Mungu anakuelekeza, fanya well and good. Amen, haleluya, haleluya. Utakapoisikiza sauti ya Mungu kwa bidii utakapoisikiza sauti ya Mungu kwa bidii. Nini Mungu anataka? Anataka uwe na bidii katika kuisikiza sauti yake. Alafu yeye anayokuambia, sikiliza, ukiyafanyia kazi utakutana na matokeo. Amen, watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Usiishi maisha ya kukopi ya wengine. Usiishi, utateseka tu. Utateseka. Ishi maisha ambayo Mungu anataka kuyaishi. Msikilize Mungu anataka ufanye nini. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Msikilize Mungu. Kuna madhara makubwa ya kukataa kumsikiliza Mungu. Mimi nimejitolea mfano mwenyewe niliyepata shida. Mbali na ule mfano wa Yona. Yona si alikataa, akaishia kwenye tumbo la nini? La samaki. Yule mtu wa Mungu naye alikosea maelekezo, akaishia kuliwa na nini? Jamani, akaishia kuliwa na nini mtumishi wa Mungu? Na simba. Alikosea maelekezo. Ukienda huko usile, usipite njia hii. Akakutana na nabii muongo. Ndio mimi ni mtu wa Mungu. Mwisho akamsikiliza yule. Matokeo yake akaliwa na simba, akalaluliwa huko. Sikilize Mungu. Yale Mungu anayokuelekeza, hayo ndio yamebeba usalama wa maisha yako. Hello. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Yale Mungu anayokuelekeza yamebeba hatima yako. Yamebeba nini? Hatima yako kwenye maisha yako. Ukikataa, sikiliza, ukikataa hauwezi ukawa salama. Ukikataa hauwezi ukawa salama. Sikilize Mungu. Nisikilizeni mimi. Ukisoma, nafikiri ni Isaya, sinso. Hebu nitafute hilo andiko. Ana limenijia tu. Alikuwepo. Nisikilizeni. Mungu anataka wewe umsikilize yeye. 2026. Sikiliza, tembea kwenye njia ya Mungu, msikilize Mungu, ndipo utafanikiwa. Haleluya. Hakuna mafanikio yanayotoka kwa Mungu nje ya kumsikiliza Mungu. Hayapo. Hayapo. Anasema nisikilizeni mimi. Nisikilizeni ninyi mnaonifuatia. Wewe uliyeokoka, msikilize Mungu mwaka 2026 ili ufanikiwe, ili uende mbali, ili ufanikiwe kwenye biashara yako, ili ufanikiwe ofisini kwako, ili ufanikiwe nyumbani kwako. Msikilize Mungu. Haleluya. Msikilize Mungu. Msikilize Mungu. Watu wanakataa kumsikiliza. Ndio shida kubwa ya mahangaiko tunayoyapitia wanadamu, ni kwa sababu tunakataa kumsikiliza Mungu. Hiyo ndio chanzo cha mateso, ndio chanzo cha mahangaiko yetu. Tunakataa. Nilipokataa nikapigwa kweli kweli. Pigwa. Mungu hana hasara. Hata ningekufa leo angehubiri mwingine hapa. Mungu hana hasara. Yaani Mungu hana hasara. Ukikataa hana hasara. Ana watu wengi. Ukirudi nyuma, wengi, wawili wanaokoka, watatu wanaokoka huko.
hasara inakuwa kwako. Unapokataa kumsikiliza Mungu, Mungu hana hasara. Ila alitaka kunifundisha, alinipiga. Asikwambie mtu wewe. Alinipiga. Kipigo nilichokipata ni cha aibu. Ndio ukweli. Ukikataa kumsikiliza Mungu, aibu itakujilia. Sikiliza, ukikataa kumsikiliza Mungu, aibu itakufuata, itakujilia automatically, kwa sababu umekataa kumsikiliza Mungu. Kama umeokoka, lakini maana ambaye hajaokoka wala hana shida. Hana shida na habari za Mungu hata kama yuko kanisani. Ule mstari wa 7 anasema hivi. Anasema, okay, tunaenda mstari wa 4, nitaruka baadhi ya mstari hapo. Mstari anasema, sikizeni mimi enyi watu wangu, nisikieni taifa langu. Nisikieni taifa langu. Yaani wewe na mimi ni taifa takatifu la Bwana. Bwana anataka sisi tumsikilize yeye. Kanisa, tumsikilize Mungu. Amen. Haleluya. 2026 ili ufanikiwe. Huu ndio ufunguo wa mafanikio yako. Kumsikiliza Mungu. Amen. Ndio ufunguo wa mafanikio yako ni kumsikiliza Mungu. Msikilize Mungu ili ufike mbali. Msikilize Mungu. Mungu akikukataza usilazimishe. Mimi nitaka kulazimisha kwa akili zangu, nitakuwa nahubiri, naenda mtaani, nikitoka kazini wewe. Hiyo yote ilikuwa ni tamaa yangu ya kuangalia mshahara. Maana huku nako hukumu nakata moja kwa moja. Shida. Hapo wakati huo sijaoa. Maana nawaza kuoa, alafu Mungu ananiita. Yaani ninapowaza kuoa, Mungu ananiita, alafu natakiwa uache kazi. Sasa unaoa, nitakula nini? Kibinadamu unawaza kwamba tutakula nini? Si ndio hivyo watumishi wa Bwana? Haleluya. Au wewe unaoa tu kwa imani, unaolewa tu kwa imani kwamba hamna shida. Bwana siku hiyo nikolewa ataleta chakula. Sikiliza, chumbani hakuna chakula. Hakuna chakula. Hata usingizi chumbani haulaliki. Haulaliki, ule hujala. Utalaleje? Huwezi ukalala. Haleluya. Haleluya. No, kweli. Ndio maana watu wanapaswa kufanya kazi. Amen. Haleluya. Hiyo ni pointi nyingine iko mbele. Mungu anataka nini? Fanya kazi. Anataka utawale, umiliki. Nini Mungu anataka 2026? Anataka utawale na kumiliki. Sasa hatutawali kwa imani. Nenda kafanye kazi. Amen, watumishi wa Bwana. Haleluya. Kafanye kazi. Kama ni kufunga kafunge, kama ni kulima kalime, kama ni vibarua nenda kafanya vibarua ili upate kipato halali. Watu sio wanataka kufanya kazi, wananiangalia tu wale nikodolea macho. Hawataka kufanya kazi. Sikiliza, maombi sio chakula, ni chakula tu cha kiroho, lakini mwili unatakiwa ugali. Amen. Mwili unatakiwa ugali ule. Ndio kweli utakufa. Wanafikiri maombi wanashibaka. Ukitoka hapa nyumbani umeenda watoto hawajui kwamba nilikuwa kuomba. Baba ugali. Baba wali. Unasema, unamjui mimi baba yenu mama yenu mimi nilikuwa kwenye maombi. Watu wangu wanaangamia kwa sababu kukosa maarifa. Nenda shamba ukatawale. Haleluya. Nenda ukafanye kazi. Tuna walokole wavivu. Wengine wamejificha kwenye maombi, kumbe ni wavivu. Sasa msije mkasema Mwanyanja amesema tusiombe. Na mimi naomba. Na sasa hizi nipo kwenye maombi ya muda mrefu. Haleluya. Haleluya. Hatutawali kwa imani. Baba ninatawala kwa jina la Yesu. Ninatawala kwa jina la Yesu. Sasa unatawala nini? Familia. Nenda tawala kule barabarani. Haleluya. Tawala kwa
kwenye bodaboda, tawala kwenye bajaji, tawala shambani, tawala huko sokoni. Haleluya! Mungu anataka 2026 tutawale, tumiliki, tukue kiuchumi. Amen, watumishi wa Mungu. Haleluya! Tafuta, hakikisha unatafuta kazi ya kufanya. Usiende tu muda wa mchana ule unaenda kutembelea kwa washirika kwa wapendo wenzio, kumbe una njaa. Amepiga mahesabu ni muda wa kula, ndiye anakuja. Ukija leo sawa, kesho nakufukuza. Kesho nakufukuza. Tumeharibu walokole, wameutumia ulokole vibaya. Nitakuwa nimeokoka na mbinguni ninaenda. Amen. Kesho nakufukuza. Fanya kazi. Watu saa 11 wako sokoni kule, mboga kauze. Amen. Unasema kazi hazipo, nenda sokoni. Nenda kafanya vibarua huko upate hela yako halali. Shida Mungu anataka uwe na umiliki wa kwako. Amen. Haleluya. Nenda kauze mboga. Jamani, mtaji wa mboga ni shilingi ngapi? Ukiwa na shilingi ngapi wa mama unaweza ukafanya biashara ya mboga? 10,000. Unaona sasa 10,000. Mtaji wa maandazi. Unajua sasa shida, watu wanataka waanze na mambo makubwa, hawataki kuanza na mambo madogo. Haleluya. Anza hata na mambo madogo. Walioko juu walianza na mambo madogo kwanza. Haleluya. Mtumishi, kanisa hili haikuwa hivi mwanzoni. Si ndio hivyo? Ilianza kiunyonge ndogo. Si ndio hivyo watumishi wa Mungu? Si ndio hivyo? Lakini sasa hizi imepanuka. Haleluya. Inaendelea kupanuka. Haleluya. Angesema aanze pamoja kukubwa huko, angeweza. Baba anapoanza angetaka aanze kama jengo kama lilivyo hivi. Ingewezekana? Hamna. Wewe tunaanza wakati mwingine na mambo madogo. Ijapokuwa mwanzo wako ni midogo, misho yako itakuwa ni mikubwa sana. Haleluya. Kanisa, tufanye kazi. Biblia inasema usije nyumbani mbona mikono mitupu. Wenzio wewe wanakuja kutoa sadaka, wewe umekaa. Jumapili hii umekaa. Jumapili inayofuata umekaa. Jumapili ile umekaa. Vipi, shida yako nini? Na huna shida, una uwezo wa kutembea, una uwezo wa kufanya kazi. Kafanye kazi. Nini Mungu anataka? Anataka tufanye kazi. Uvivu ni dhambi. Amen, wala wenzangu. Haleluya. Haleluya. Fanya hata kama ni ya maandazi, fanya. Eti nani auze maandazi? Watu wanaishi kwa ajili ya biashara ya maandazi, wanaishi maisha mazuri. Watu wanaishi maisha mazuri kwa sababu ya mboga sokoni. Amen. Safi anaishi, anasomesha. Nilikuwa naongea na mchungaji mmoja. Mama mmoja alisema ni mshirika wake kwa sababu ya kazi ya kuuza mboga, amenunua uwanja, amejenga na nyumba. Magenge yanalipa. Tafuta fursa. Haleluya. Tafuta fursa ya kuwekeza hata kama ni genge. Nenda katafute genge. Kwenda mboga hapo, matunda nini, ili maisha yaende. Jumapili usiingie hapa mikono mitupu. Jamani, sio neno, sio ya kwangu, haya ndio Biblia. Usije nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Si ndio hivyo? Kwa hiyo Mungu anataka tumtolee. Asante kwa Mungu, mko kwenye ujenzi. Wewe unafikiri ujenzi utashuka kutoka mbinguni? Hamna. Kuna hela Mungu anataka ipitishe kwako. Haleluya. Ili fanye kazi yake mahali hapa. Amen. Kuna hela, yani kuna hela ambayo itapita mikononi mwako kwa ajili ya kazi ya Mungu ya mahali hapa. Nini Mungu anataka? Anataka utawale. Mwanzo 1:26. Soma mtumishi wa Bwana. Nini Mungu anataka? Anataka utawale. Maana amekufanya, amekuumba kwa mfano wake na kwa sura yake, ili uende ukatawale. Nitasoma kwa jina la Yesu. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Biblia inasema, Mungu akasema,
na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Amen. Mungu amekuumba ili ufanye nini? Jamani, au hatujasikia? Mungu amekuumba wewe kwa sura na kwa mfano wake ili ufanyeje? Ili utawale nini? Sasa jamani, hatutawali tu kama tunakaa tu. Si ndio hivyo watakatifu wa Bwana? Tunatawala mashambani, tunatawala kwenye mifugo, tunatawala kwenye biashara. Haleluya! Usiseme mimi natawala kwa imani. Wewe unakaa tu saa 2 mlokola amelala mpaka saa 3. Saa 3 amelala na koloma. Saa 3. Saa 2 anakoloma. We, utakuwa na shida, itakuwa pepo hiyo. Haiwezekani. Amen. Haleluya. Haleluya. Kabisa tuchangamke. Amen. Tutafute fursa. Walokole 26. Bwana anataka tutawale. Hivyo tutafute fursa za kazi. Huyu amenielewa, wengine hawajaelewa. Usije ukafikiri vitu vitashuka tu. Okay. Usifikiri vitu vitashuka tu kutoka mbinguni. Amen. Tumeshaomba kwamba Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Mnaombaga magari, nipe gari, nipe nini? Sawa, Bwana atakupa. Ukichukua hatua atabariki kazi ya mikono yako. Hatakubariki from nowhere. Inafanya nini? Ziko baraka zako. Amen kanisa. Haleluya. Haleluya. Huko ndiko ziko baraka zako. Si njoo nikuombee, na kuombea unaenda unalala mpaka saa 2. Hapo njoo nikuombea upate baraka. Nakwenda kudanganya. Sawa utakuombea lakini nothing will happen. Hakuna kitakachotokea. Amen. Haleluya. Haleluya. Kama huna kazi tutakuombea ndio Bwana akupe milango ya kazi, fursa uipate. Hiyo sawa. Haleluya. Lakini chukua hatua. Nenda kafanye kazi. Walokole wavivu. Walokole wavivu. Wavivu. Uvivu ni dhambi. Amen. Uvivu ni nini? Ni dhambi. Kupendeza huko ni uchumi. Amen. Mwambie jirani yako aliyependeza, huo ni uchumi huo. Ni uchumi. Ni hela hiyo. Jamani, ndio ukweli. Amen. Haleluya. Haleluya watakatifu wa Bwana. Haleluya. Nini Mungu anataka ndani ya kanisa? Tutawale. Tufanye kazi. Nenda shambani kalime. Amen. Haleluya. Nenda shambani kalime. Lima mboga. Lima sijui nini. Fanya kazi maadamu inakupa kipato halali. Yaani yoyote inayokupa kipato halali ifanye. Nini Mungu anataka? Anataka kanisa litawale. Kanisa limiliki. Wewe ndiye kanisa. Mimi ndiye kanisa. Haleluya. Haleluya. Tuliendaga na mchungaji mbali huko kutafuta mashamba. Zamani kinawezekana washirika hawajajua, sasa mimi ndio nalokoka hapo, utanisamehe. Kwamba unalima. Haleluya. Tulienda wakati mwingine pai huko mbali. Anaheka huko anatawala. Haleluya. Haleluya. Anatawala mbali huko. Wewe unasema nani aende mbali? Nani aende mbali? Usunguke hapa, pesa zako utalima wapi? Hakuna mashamba mjini. Kuna mashamba mjini? Hakuna. Toka huko nenda. Kalime huko. Haleluya. Kalime alizeti, kalime mahindi, kalime vikalanga. Ndio kutawala huko. Njaa haiondoki kwa kule. Toka pepo la njaa. Toka. Hamna. Haitaondoka nikwambie. Pepo la njaa haliondoki kwa kukemea. Pepo la njaa linaondoka kwa kula. Ndio ukweli. Toka pepo la njaa.
Utegemea leo bado utaanza unapepesuka toka. Baadaye ingia amedondoka na njaa. Pepo limemshinda na njaa. Lakini angeenda shambani angelima. Ana chakula. Amen. Haleluya. Watu wako mjini wamewekeza vijijini. Amen, watumishi wa Mungu. Haleluya, wako mjini humu wanaishi, lakini wamewekeza mbali. Vijijini wamewekeza, wanalima maheka kadhaa huko. Ya makalanga, ya malizeti, ya njugu, ya ufuta wanalima. Tafuta fursa ya kutawala, tafuta fursa ya kumiliki kanisa. Amen, watu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Tuondokane na kusema mimi natawala katika ulimwengu wa roho kwa imani. Wewe utakufa na utakufa. Na kuambia ukweli utakufa na njaa. Kama kanende huko Kalimi. Amen. Haleluya. Haleluya. Tafuta hata kama ni kenoo kadogo, lima mchicha, kauze. Lima. Mimi kanisani kwangu wakati tunafungua mwaka huwa mara nyingi huwa naulizaga, jamani, mtu ambaye hana kazi, yani hana kazi, anatafuta labda mtaji, ila mtaji labda anaweza kusema usizidi 50,000, maana kulingana na nguvu niliyo nayo. Hata nikikupa 5,000 si nimekupa nao ni mtaji. Kama utatembeza ni karanga, nenda kanunue huko. Amen. Nimekupa. Naambia usizidi 50,000. Ambaye anahitaji aje mbele. Sasa mwaka huu tulibahatika, hakuna aliyetokea. Mwingine alinipigia simu, tumeshatoka. Ukitoka kwenye uwepo kuna mambo mengine unayapata kwenye uwepo. Ukipishana na uwepo upati. Upati. Umepishana na wingu. Haleluya. Umepishana na wingu. Yaani umepishana wewe upati. Tumeita madhabahuni hajatokea. Afika huko mchungaji, unajua unajua nini? Mungu alikuita madhabahuni. Wewe unaniita kule. Mimi kule hamna. Mungu alitaka madhabahuni pale ndipo kubariki. Haleluya. Watu watoe hata ile sadaka ambayo tulitoa siku hiyo, kwamba ilikuwa iko maalum kwa ajili ya kubariki watu wanahitaji. Unataka kuuza maandazi, chukua. Tunakupa 20,000. Fanya biashara ya maandazi, ile biashara izito. Tusikupe hela unaenda kula huko. Tunahakikisha unafanya biashara. Mungu anataka tubarikiwe. Amen.